Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaona watumishi wa Mungu wanakupigia kelele kuhusu injili. Unaona injili ni kama ndantarira. Umeshazoea Bwana Yesu asifiwe, fanya hili Mungu anasema, fanya hili Mungu anasema, alafu unaona kama muziki ule wa Diamond. Unasikia kama kuna muziki unapigwa kwenye masikio yako, unafurahia yani. Ndugu yangu, usichukulie poa. Usichukulie poa injili, usichukulie poa. Amosi 8:11. Angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, kutoka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko, ulitafuta neno la Bwana wasilione. Sasa hivi si tunakuhamasisha, tunafanya kila jitihada kwenye magari, kwenye misiba, kwenye mikutano, makanisani, social media, lakini ndugu yangu wewe unaona kama tunakupigia kelele, yani kuna namna tunakusumbua. Lakini wacha nikwambie mtu wa Mungu, kuna siku utataka usikie haya tunayokuambia leo, lakini utakuwa umeshapoteza muda. Msikilize leo Mungu. Msikilize leo Mungu anataka kusema nini na maisha yako. Mkabidhi Yesu maisha yako. Mkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Yesu alikuja duniani kwa sababu ya dhambi zako wewe. Yesu hakuja kwa sababu ya Wakristo. Yesu hakuja kwa sababu ya mtu fulani. Yesu alikuja duniani kwa sababu ya mimi na wewe na mwingine, kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Naomba usishupaze shingo leo mtu wa Mungu. Naomba usikatae injili leo mtu wa Mungu. Una siku utalia na kuzaga meno. Jihadhari kabla hiyo siku haijafika. Hiyo siku watu wengi wanaona kama sijui kama tunavyohubiri, lakini Mungu anawaacha wanawake ili warejee toba. Sivyo mnavyodhani, lakini Mungu anawaacha wanawe warejee toba. Mungu anawaacha watu wake warejee toba. Maana ukiangalia Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali kuvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Sio kwamba Mungu anashindwa tu kusema leo aje, lakini kuna nafasi unapewa mtu wa Mungu, ambao nafasi hiyo ndio wewe unaipoteza vibaya na unaichezea. Huko ukiona uhubiri wa Mungu kama omba, sijui watu wa njaa, ndio kuna wengine wanatumia kwa sababu ya kuingiza chochote au kwa sababu ya kuendeleza kwenye maisha yao. Lakini wewe sikiliza, je, wanachokisema na wanachokihubiri kinatokana na neno la Mungu? Kama ndio, tii neno la Mungu. Usinitii Richard mimi, mtii Mungu anayenitumia mimi. Mungu akusaidie, Mungu akuongoze na kuomba. Sikiliza injili, tii neno la Mungu, jifunze Biblia, soma Biblia, tubu dhambi. Mungu akubariki.